Bwana Yesu asifiwe. Ninakukaribisha wewe mtakatifu wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Usikilize ushuhuda huu. Mtumishi wa Mungu hapa alikuwa anafunga kitambaa. Neno la Mungu linamtaka mwanamke afunike kichwa. Sasa unaona hiki kitambaa likinunua dukani. Unaona kipo kama nyoka, huku juu kiko hivyo, ndio kinauzwa hivyo hivyo. Sasa tunakiweka hapo. Sasa usikilize ushuhuda namna ambavyo kitambaa hiki namna alivyokuwa anaona. Sasa si kila kitambaa ambacho unatakiwa wewe ufunike. Shetani anapambana sana na watakatifu juu ya vitambaa wanavyofunika vichwa. Sasa huyu ni nyoka. Unamwona huyu ni nyoka, lakini inaonekana kama ni kitambaa lakini ni nyoka. Sasa hebu nimkaribishe umsikie yeye kipindi anajifunika kitambaa nini ambacho alichokuwa anakiona. Roho Mtakatifu alikuwa anamshuhudia nini? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kupitia kitambaa hiki kwa mara ya kwanza nilipojifunga kichwani, yaani nilikuwa nasikia maumivu ya kichwa sana. Pale nilipokuwa nasikia maumivu nikahisi kwamba labda nimekibana sana kichwani, ndio maana kwamba kichwa kinauma. Nikawa nimetoka nikasema ngoja nikarekebisha. Pamoja na kurekebisha bado maumivu yakawa pale pale. Nikakaa nacho mpaka ibada ilipoisha. Nikarudi nyumbani. Nikakiacha kujifunga. Nikakaa kama wiki mbili hivi. Nikaja tena nikachukua nikasema ngoja nikivae. Nikakivaa tena. Lakini bado nilipokivaa kikawa bado maumivu yale ninayasikia tena. Basi nilivyokaa sasa, kuna siku nikasema nijifunge kitambaa. Kwa hiyo ninapokuwa najifunga yaani najisikia ndani nasemeshwa kabisa na Roho Mtakatifu kwamba hiki kitambaa unajifunga mbona kama ni nyoka? Lakini mimi nikawa naona kwamba mbona ni plain, hakina shida hiki. Umeona? Kwa hiyo mimi nikawa napingana na Roho Mtakatifu, naona kwamba hiki ni plain, hakina shida. Umeona? Basi nimekaa tena siku nyingine nikasema nijifunge, nakuta naambiwa wewe hiki kitambaa mbona unakivaa? Mbona kimekaa umbo la nyoka? Mara ya mwisho ilikuwa Jumatatu iliyopita. Nilijifunga hiki kitambaa. Wakati najifunga naambiwa kabisa mbona kitambaa kama ni nyoka na wewe bado unaendelea kukitumia? Ina maana ninavyokuelekeza wewe uelewi? Nikakaa nikasema basi nitatafuta siku niende niongee na mchungaji nimuulize kwamba hiki kitambaa ni sahihi. Mbona kila nikitaka kuvaa nakuta nasemeshwa kwamba hiki kitambaa mbona kama ni nyoka? Kwa hiyo ndo leo nilipokumbuka ndo maana nikasema nikakilete ili nimuelekeze mchungaji, nimuonyeshe mchungaji aweze kuniambia kwamba ni sahihi au sio sahihi. Lakini kwa jinsi ninavyokiona umbile lake kweli kimekaa kama nyoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ambavyo unaona alivyokushuhudia kwamba akikivaa hiki kitambaa anasikia kichwa kinauma, anaona kama kimembana kichwani, lakini Roho Mtakatifu alikuwa anamshuhudia, anasema naye. Lakini yeye alikuwa anashindwa kuelewa kile ambacho Roho Mtakatifu alikuwa anasema. Sasa kama ambavyo unakiona hiki kitambaa huku kimebana, unaona huku. Yaani ni nyoka kabisa. Ni nyoka kabisa, unaona huku kulivyo. Na hiki ulikinunua wapi? Hiki nilipewa, ila viko Mbagala, Kariakoo vinauzwa. Vinauzwa. Hiki ulipewa na mtu? Na nilipewa na mtu, ananiambia linunua shilingi 4,000. Huyo mtu ameokoka hajaokoka? Hajaokoka. Unaona, alipewa hiki na mtu ambaye hajaokoka. Alipewa, lakini anasema hivi vinauzwa shilingi ngapi? 4,000. 4,000 Mbagala, Kariakoo vinauzwa hivi. Wewe hapo hujashona chochote? Nimekikuta hivyo hivyo. Unaona? Sasa wamama wengi mnavaa hivi. Mnavaa hivi vitambaa. Hivi vitambaa sio sahihi. Hivi vitambaa sio sahihi. Sasa neno la Mungu linasema hivi, waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 11 kuanzia ule mstari wa 4. Kila mwanamume asalipo au anapohutubu naye amefunika kichwa anaibisha kichwa chake, bali kila mwanamke asalipo au anapohutubu bila kufunika kichwa yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Unaona hapa mwanamke anatakiwa afunike kichwa anaposali au anapotoa unabii au anapofanya kazi ya Mungu, lakini pia
mwanaume hataki kufunika kichwa. Lakini ukisoma ule mstari wa 13 nasema, je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunika kichwa? Kwa hiyo mwanamke anatakiwa afunike kichwa. Sasa kwenye kufunika kichwa hapa, shetani ameinua vifuniko mbalimbali vya kufunika kichwa, vifuniko mbalimbali. Sasa wewe unaweza kuona kama kitambaa lakini ni nyoka. Kwa hiyo unapofunika kichwani umejifunika kichwa kwa nyoka, kifuniko cha nyoka. Na hii imeandikwa kwenye Isaya sura ile ya 30 ule mstari wa 1, imeandikwa hivi: ole wa watoto waasi, asema Bwana, watakao mashauri lakini hawayataki kwangu mimi, wajifunikao kifuniko lakini si cha roho yangu, wapate kuongeza dhambi juu ya dhambi. Kwa hiyo kumbe unaweza ukajifunika na kifuniko ambacho sio cha Roho Mtakatifu. Sasa Mungu anataka unapojifunika kichwa ufunike kitambaa ambacho Roho Mtakatifu yeye mwenyewe amekirizia. Sasa shetani ameweka vifuniko vingi, unaona kama kitambaa lakini ni roho, sababu nguo hizi zinabeba roho. Sasa na ujue shetani yeye ni kerubi afunikaye. Kwa hiyo anatengeneza nguo kufunika wanawake wengi vichwa vyao. Kwa hiyo vile vifuniko unavyojifunika unatakiwa uombe Mungu akuonyeshe kitambaa sahihi cha kufunika kichwani. Hivi vya kununua hivi, wengine wanajifunika kofia. Mungu anataka ujifunike kifuniko ambacho ni sahihi kutoka kwake. Sasa uwe unaomba kuuliza, sio unachukua tu vitambaa unakurupuka tu unaweka kichwani. Vingine ndo kama hivi unavyoona, hii ni nyoka. Hii ni nyoka na alikuwa anaivaa kichwani. Ndio maana Roho Mtakatifu alikuwa anamjulisha ya kwamba hiki sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia viko vifuniko vingine mbalimbali, makofia mengine mbalimbali watu wanayavaa, yanakuwa sio sahihi. Kwa hiyo vaa kitambaa chako, umeenda kushona gauni lako, katika ile gauni lako unakata kitambaa, unafunika kichwa chako. Amina. Vizuri kabisa. Amina. Amina. Mbarikiwe sana, neema Bwana Yesu iwe pamoja nanyi. Amen.